Asante sana wapenzi watazamaji wa Dira la Mjadala TV. Karibuni katika Dira la Mjadala TV, ikiwa ni Saturday edition hapa moja kwa moja kutoka kaunti ya Nairobi. Kumbuka tuko live na pia moja kwa moja katika Dira la Mjadala TV. Mimi naitwa Mwayuli Regan na leo ikiwa na siku ya Jumamosi, siku ya tarehe 30 mwezi wa Mei. Kwa hivyo karibuni tuweze kupata mengi na kuweza kupata mambo tofauti, tuweze kujua tu ni nini hasa ambapo kinajiri katika mwaka huu. Kumbuka tunaelekea katika mwaka wa siasa, ambao umepamba moto kama mnavyojua. Tayari siasa imenoga, tayari watu washaanza kujirusha huku nje wanasiasa, na tuko tu katika safari hizo na msimu wa siasa hapa nchini Kenya. Na kumbuka leo tunakuletea interview moja kutoka hapa katika eneo bunge la Roysambu, ikiwa ni wodi ya Roysambu, na leo tunajiunga tu na mojawapo ya mwaniaji wa kiti cha MCA ama mwakilishi wadi hapa katika eneo la Roysambu. Mimi naitwa Mwayuli Regan, zidi kutufuatilia katika Dira la Mjadala TV, tuweze kumkaribisha kiongozi atueleze. Hujambo dada? Hujambo. Labda tukianza tu utueleze kwa majina zako ili wana Roysambu wakujue na wajue we ni nani hasa. Hamjambo wana Roysambu. Kwa majina naitwa Lea Wambui Muigai ama kwa jina ya mtani Lea Foi. Mimi ni mzaliwa wa hapa Roysambu na mkaaji wa hapa, na pia mimi ni mcha Mungu na wania kiti cha MCA hapa Roysambu Ward. Na moja kwa moja wacha tujiunge naye dada Lea Wambui atueleze ni nini kilimpelekea yeye kutaka kuwania kiti cha MCA hapa katika wodi ya Roysambu. Labda tukianza na yeye atueleze tu dada Lea, ni nini kimekupelekea wewe kutaka kuwania kiti cha MCA hapa katika wodi ya Roysambu? Asanti. Nawania kiti ya MCA kwa sababu nina moyo wa huduma kwa wananchi. Na nimekuwa na foundation ya kusaidia raia huku. Na hiyo foundation ndio imenifanya nione watu wako na shida huku Roysambu. Foundation yangu inaitangwa Lea Kulea Foundation, na hiyo foundation imekuwa ikisaidia watu wengi hapa Roysambu. Katika hiyo process ya kufanya hiyo foundation, hapo ndio niliangalia nikaona acha nikuwe sauti ya wana Roysambu. Juu sauti hakuna huku Roysambu. Nikajitokeza nikasema nikuwe mwakilishi wa wana Roysambu hapa kwetu. Labda dada Lea, ukituelezea ni mambo yapi umeyapanga kwa wana Roysambu, kwa sababu kumekuwa na wengi wanakuja wanapita mara nyingi. Wengi watu wa Roysambu wamekuwa wakilalamika kwamba MCAs wenye tunapanga ama tunachagua, mtu anakuja leo, mwisho wa siku akishapata hiyo kiti hata ukimlilia hapatikani kwenye ground. Labda wewe ni nini hasa umepanga kitakuwa tofauti na walioko ama waliokuweko sasa hivi? Mipango zako ni zipi tukitofautisha tu na wale waliokuweko? Ile itanifanya tofauti na uongozi wenye uko sahihi ni uongozi unayesimamia watu. Kiongozi mwenye anapatikana na kiongozi mwenye anasikiliza kilio kia wananchi. Mimi kama Lea naamini elimu ni kifunguo cha maisha bora. Ikifika ni kwa kupeana bursaries, itapeanwa in fairness. Kila mtoto lazima apate fairness. Kila mtoto lazima aende shule bila ubaguzi yoyote. Na katika hayo yote tutahakikisha pia huku Roysambu kuna polytechnic. Huku hakunanga polytechnic. Wa vijana hawana skills. So hawatakuwa wakienda sijui town ama Kiambu kuenda shule. Shule zitakuja hapa kwetu. Pia wamama tutaweza kuempower, kuwe na masoko huku tu Roysambu ward, ili wasikuwa pia wanatumia fare kuenda mbalimbali. Pia soko pesa irudi kwa mtaani yetu. Ya mwisho ni kiwanja kwa vijana. Hakunanga viwanja huko Roysambu wao kutimiza talents. Wasikuwe idol, wakuwe na mahali wanaenda kuchezea mipira, na hivyo ndio wataweza kutoka kwa madawa na ile mambo inaweza fanya wakuwe idol. Hivyo ndio tutaweza kuempower mavijana wetu
na wamama katika hii shughuli yote ya... Kumekuwa na wengi wakiwa wanauliza kwamba mbona katika hapa Roysambu mara nyingi MCS aliyechaguliwa mwanzo alikuwepo, lakini mabadiliko hayakuja, wa pili akaja, watatu akaja, mabadiliko hayakuja. Hospitali zile zilikuwepo ni vile vile zilikuwepo na hakuna badiliko. So wewe kama wewe binafsi Lea mwenyewe, tuelezee agenda ipi itakayo uko nayo katika mipango za kubadilisha hiyo eneo iwe at least ni tofauti, na kwa nini ni nini hupelekea sana wawaniaji wanapokuja wanapeana agenda, alafu mwisho wa siku wakishapata wanakwepa majukumu? Labda huwa ni nini hasa hupelekea vitu hivyo kama hivyo kutokea? Mimi kama Lea nitakuwa kiongozi anayesikiliza, anayepatikana na anayewajibika kwa wananchi. Kwa sababu wale waliokuwa hapo hawapatikanangi, la kwanza hawasikilizi kilio cha wananchi. Na sasa tofauti yangu na wao nitakuwa mimi ni mtu wa kupatikana, hata kwa saa ukanipigia simu nitapatikana. Wakati wowote tu nitatokezea. So tofauti yangu na hao wengine ni kwa kuwa nitaleta mabadiliko tofauti hapa katika kusaidia watu. Kwa hiyo foundation hapo ndio nimeona kilio kilikuwa kingi, na mimi naonanga kusaidia ni kujitolea. Na hiyo kujitolea si ni kusukumwa na sukumo wangu, ni ile tu roho ndio inaitikia na unahisia zile za kusaidia, ile ya kusaidia watu. Na si kitu nimesukumwa na mtu wewe kufanya, ni kitu iko ndani yangu. Na sasa nikifika pale nitaweza kukua na uwezo ya kusaidia watu wengi zaidi. Labda utueleze ni chama kipi labda umepanga kuja nacho wana Roysambu wakuweze kukuelewa, manake wengi wanajiuliza labda ni chama kipi, labda unakuja na independent, kwa sababu mwaniaji wa hapa sasa hivi alikuja na independent. Maybe wewe kiwewe mwenyewe umepanga kuja na chama kipi labda? Asante sana kwa hiyo swali. Chama ni DCP yenye iko chini ya His Excellency Rigathi Gachagua. Na katika hii chama ni kama umesikiza, ni kila mtu anasema Skiza Ground. Skiza Ground, yes. Na hii Skiza Ground ni tunasikiza kilio cha wananchi. Kwa sababu ile serikali iko ilitudanganya. Na kutudanganya hapo ndio sasa, hapo ndio tuko sasa. Kwa hiyo ukaamua kuja na DCP. Labda katika mipango zenu za chama cha DCP, labda mnapanga lini kutembelea eneo ambalo unaania kiti cha MCA? Labda kuna mipangilio za kuweza kutembelea eneo la MCA ama eneo bunge la Roysambu kwa jumla, pamoja na wodi ambayo unawania kiti hiki cha MCA? Labda kuna mipango za kiongozi kutembea? Round imekuwa ikiulizia His Excellency Rigathi Gachagua. Na mikakati iko inapangwa, na ikipangwa atakuja, na atakuja very soon.